and I really want to urge everybody. Ile wimbo tunaimba ya taifa iko na hiyo vitu. Iko na hiyo vitu sahihi. Na ni wakati wa kuzingatia imani zaidi ikiwa maendeleo number 1 na usalama pia ikiwa pale pale. So najua saa nyingine watu hulalamika ama tunasema watu wanahesabu zaidi amekosa, hesabu wakati amepata. Nataka kupongeza wale wafanyikazi wanafanya kazi yao vizuri. Na muendelee hivyo kuhudumia watu bila kubagua, bila kuangalia ukabila, bila kuangalia rangi, bila kuangalia gender. Tuzidi namna hiyo. Na hii Kenya itasonga mbele hapo awali. Pia nataka kusema nashukuru viongozi because kwa mara ya kwanza naona tunakaa hapa. Tuko na milengo yote ya kisiasa. Mimi si mwanasiasa obviously. When you come wakati wa ndebe, wakati mtakuwa mnafanya hii tunatafuta viti. Bila shaka nitakuwa hapa. Mimi sitakuwa naangalia mambo ya mlengo nini. So nitakuwa kama referee ama mtu ambaye ana shughuli. Nitakuwa hapa. So nataka kushukuru kwa mara ya kwanza because naona tunakaa pamoja. Najua tuko na milengo yetu ya kisiasa. Lakini hiyo haijalishi. The bigger picture ni kwamba sisi wote tunahudumia Mkenya. Na viongozi ni vizuri tuheshimiane. Bila shaka kupigana hapa na pale isaidii. Mheshimiwa Ngogoyo uliongea mzuri sana. Uwezi achieve kitu kwa kupiga kiongozi mwenzako. Ni kumuuliza tutaweza endelea namna gani ndio tufanye watu tusaidie watu wetu. Na hiyo nafikiri ndio lengo ya jamii yetu na Kenya nzima. So na sisahau kutambua pia Maasai. For the first time nimeona Maasai ndio wamechukua namba hapo wakati walikuwa wamevaa kwa hata ya kitamaduni. So I really want to appreciate Maasai, they are proud of their own culture. Na leo nimeona because kwa wale alikuwa anaimba hapa ni kama ningekuwa mtu wa kupeana max ningesema wale ndio wamechukua ile group ya mwisho hapa ya kwaya account. I think they took the number because walikuwa smart, wanatambua na wanajivunia kuwa Maasai, which is very good. Na pia Wakenya wote nataka kuwatambua pia. We cannot develop without embracing one another. Without embracing one another. And I think you have seen also the level of democracy tuko nayo Kenya hii na imegusiwa kwa hotuba. We also need to respect that. Kenya tuko na uhuru mzuri sana. So wale watu walikuwa hapa siku za awali wanajua vile tunasema because mimi nilikuwa mtoto nilikuwa naona tulikuwa hata tunaogopa bread kufikiria, not even talking. Au ungefikiria vitu mbaya ama ukuwa na uhuru hata kufikiria. Yes, ulikuwa unaambiwa umepewa ruhusa ya kusoma na kuandika, but in essence tumetoka mbali sana. So naomba hivi vizazi vyetu za hivi siharibu hiyo uhuru because hiyo uhuru tuko nayo tunaenjoy sana. Na pia viongozi tushikilie zaidi na tuhakikishe uhuru yetu ipotei. So hiyo ndio naweza sema. Mheshimiwa Ngaba, unajua watu wamekusifu sana. Wewe ndugu yangu umepeleka Kajiado mzuri and I did appreciate na honor you for doing that. Si kawaida watu wasifu wewe, watakusifu zaidi utaondoka. Tulikuwa na mzee mmoja hapa alikuwa anaitwa Kibaki. People did not realize Kibaki was also a good leader. Mpaka sasa ile wakati yake iliisha. So hata wewe going to believe one day when you are gone, but you are not going anywhere. Na mama hapa alisema wewe uende mahali. So watu ndio watakumbuka how well you have managed this county. Na mimi najua yeye because watu tunashauriana mambo mengi sana. Hakuna kitu inaendelea Kajiado hapa kama tushauriane. Huwa nanishauri na mshauri, tunashirikiana mzuri county ya serikali, na mimi county government na national government. Tunafanya kazi pamoja. Because huduma ni moja, na interest yetu ni mwananchi akae vizuri.